Eternal Father, I offer you the body and the blood. Jambo wapendwa wa Kristo, nimepata fursa nyingine kuhubiri neno lake hapa Lulu TV tena. Kwa hivyo namshukuru Mungu kwa nafasi hii ambayo nimepata ili tuweze kufundishana neno la Mungu. Kabla sijaendelea, ningependa tufunge macho yetu tuweze kupata maombi. Na kushukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi hii bora ambayo umenipatia tena ili niweze kufundisha neno lako katika studio hii ya Lolwe. Asante kwa nafasi hii. Kwa njia ya pekee na wakabidhi wa Kristo wote na watazamaji wote ambao watatazama mahubiri haya ili tuweze kubarikiwa pamoja, kutana na mahitaji yao katika nyumbani mwao, bariki watoto wao pamoja na wazazi wao. Wape afya bora na wazidi kukujua na kukutumia. Hebu mahubiri haya yawe mibaraka kwetu zote. Nimeomba kwa jina la Yesu Kristo mkombozi wetu. Leo hii wapendwa, ningependa tuangalie jambo fulani kuhusu majina yetu. Kila moja ana jina na ajui maana ya jina lake. Wengine wana majina ya kiukoo, wengine wana majina ya utani, wengine wana majina ya ubatizo. Walibatizwa wakapewa majina ya Kikristo. Je, unalitumiaje jina lako? Je, umetambua umuhimu wa jina lako? Na je, unatenda jinsi jina lako ilivyo? Jinsi tunavyosoma katika kitabu cha Mhubiri 7 fungu la 1 ambayo inasema heri sifa njema ama heri jina njema kuliko maramu nzuri. Na kwa Kiingereza tunasema a good name is better than precious ointment. Kwa hivyo jina ni muhimu sana katika maisha yako. Jina yako ni mzuri. Je, umetambuliwa na jina lako? Na unafanya nini na jina lako? Je, umependwa? Ama jina lako ni jina la kuogofya? Watu hawataki kutangamana na wewe kwa ajili ya jina lako ama kwa ajili ya tabia yako. Je, hata kama ukifa leo hii, je, mama yeyote anaweza kuita mtoto wake jina lako? Ama atakataa kuita mtoto wake jina lako kwa sababu wewe ulikuwa mtu mkorofi, ulikuwa mtu mzinzi, ulikuwa mtu ambaye hapendi wengine, ama ulikuwa mtu mchoyo? Hebu jiulize, jina lako ni nani? Na unafanyaje na jina lako? Je, unafanya ama unatenda jinsi jina lako ilivyo? Tunaposoma katika kitabu cha Methali 22 fungu la 1 inasema heri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi, neema kuliko fedha na dhahabu. Mungu anasema, Sulemani anatuambia kwamba katika kitabu cha Methali 22 kwamba ni heri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi. Kumbe jina jema ina faida. Kumbe jina jema inaweza kutubariki. Jina jema tunaweza kutambuliwa pamoja kutokana na jina letu. Kwa hivyo ni vizuri tuwe na jina jema. Jina jema ina muhimu sana. Jina jema unaweza kusifiwa. Ukiwa na jina jema watu watakupenda. Ukiwa na jina jema watu watakuenzi na watu watapenda kutangamana nawe. Na ukiwa na jina mbaya kama jina ya mwizi ama jina ya msaliti kama Yudasi, hakuna mtu angependa kutangamana nawe, na hata mtu hakuna yeyote anaweza kuthubutu kuita mtoto wake jina lako. Utakuwa umetengwa na jamii. Watu hawatakuwa wanakupenda. Watu hawatakuwa wanakutaka, na hutakubaliwa kuishi ama kukaa karibu na watu,
kwa sababu uko na jina mbaya. Kwa hivyo ni ombi langu kwamba tuwe na jina jema, tuwe watu ambayo wanapendwa kupitana na kazi yao, kupitana na tabia yao. Na kama uko na tabia mbaya, jina lako pia itakuwa mbaya na watu hawatapenda kushirikiana nawe. Kwa hivyo ukichatambua uko na jina mbaya na watu wakupendi, umeasi na ufanyi kulingana na agizo la Mungu, ni vizuri ama ni vema ubadili jina lako. Haleluya! Ni vema ubadili jina lako. Utabadili jina lako vipi? Hebu tuangalie mashujaa wa imani waliobadilisha majina yao, kwa sababu hawakuwa wanatenda kulingana na matakwa ya Mungu, hawakuwa wanatenda kulingana na mapenzi ya Mungu. Lakini walipokutana na Yesu, walipokutana na Mungu, walipokutana na malaika, ilibidi wabadilishe majina yao. Haleluya! Na walipobadilisha majina, wakawa viumbe vipya, wakaanza safari mpya pamoja na Yesu Kristo. Baada ya kukutana na Yesu, wakabadili majina yao. Hebu tuangalie mtu wa kwanza aliyebadili jina lake ni Yakobo. Yakobo tunajua alikuwa mtu mwongo. Yakobo walishirikiana na mamake ili waweze kumnyang'anya nduguye Esau urithi wake, na walifaulu kumnyang'anya urithi wake. Mamake akachinja kondoo, mwana kondoo, akafunga kwa mkono wake, ili babake alipomguza ajue kwamba huyu mtu ni Esau, kumbe si Esau. Kwa hivyo wamama ni ajabu sana. Mamake alikuwa anampenda sana kuliko Esau. Kwa hivyo baba aliposema kwamba nenda msituni ukaniletea mnyama ili nikubariki, kwa sababu miaka yangu ya kuishi hapa duniani yanakaribia kwisha. Mama aliposikia hivyo, akaenda akanongoneza kwa Yakobo, akamwambia, babako anataka kubariki ndugu yako. Kwa hivyo fanya hima, chinja kondoo haraka, umtengenezee chakula, umtengenezee supu tamu ale, ili akubariki badala ya ndugu yako. Yakobo atamuuliza, ndugu yangu ana manyoya kwenye mikono yake, je, baba si atatambua mimi sio yeye? Akasema, pana, enda uchinje kondoo, ufunge kwa mkono, baada ya kufunga atajua ni wewe. Alipoenda akafaulu, isipokuwa babake alimshuku, akasema sauti siyo ya Esau, lakini manyoya unayo kama Esau. Kwa hivyo alimbariki. Kwa hivyo Yakobo na mamake walikuwa waongo. Kwa hivyo ndugu huye aliporudi akakuta Yakobo amemnyang'anya baraka zake, alikashirika na aliamua kumuua. Alikuwa mtafuta, alikuwa anamuwinda ili amuue. Kwa hivyo mamake akamwambia, kimbia, toroka, nenda kwa mjomba wako ili nduguyo asikuue, ukae huko hadi hasira yake itakaposhuka. Na alienda akakaa kwa ndugu yake, kwa binamu yake. Alienda huko na alipokuwa huko kwa muda wa miaka mingi, alibarikiwa sana. Na alipobarikiwa sana, alipata hata akapewa wanawake wawili. Mjomba wake akampa wanawake wawili ambaye ni binti zake. Na hata wanyama alipata mingi, akawa na mali mingi. Na baada ya kubarikiwa, alibarikiwa kiasi kwamba hata mjomba wake alikashirika na yeye. Alipata mali mingi kuliko mjomba wake. Kwa hivyo mjomba akamwambia, kwa sababu umenishinda na mali nyingi, sasa rudi kwenu. Akafukuzwa, akarudi kwao. Na alipokuwa akirudi kwao, akiwa njiani, yeye pamoja na wakeze, pamoja na watoto wake, pamoja na wajakazi wake, walipovuka mto, akawaambia, nendeni ng'ambo, mimi nibaki hapa nikiomba. Alibaki akiomba peke yake. Na katika hiyo harakati
alikutana na malaika. Malaika wa Mungu alitumwa kwake, na alipokuwa akiomba, malaika wakaanza kumenyana na malaika. Alikuwa mtu mnene sana, mtu mwenye nguvu nyingi. Walimenyana mieleka na Yakobo usiku mzima mpaka asubuhi. Na malaika alipoona hawezi kumshinda Yakobo, akavunja yeye mguu. Na alipovunja yeye mguu, akamwambia, sasa uniache niende, kwa sababu kumepambazuka. Yakobo akamwambia, sitakuacha hadi utakaponibariki. Akasema, sitakuacha hadi mpaka unibariki. Ndiposa akambariki. Baada ya kumbariki Yakobo, akaondoka akaenda. Na Yakobo alibarikiwa. Akamwambia, kwa sababu umeshamenyana na malaika wa Mungu na umemshinda, sasa wewe jina lako itabadilishwa. Jina lako itabadilishwa na hutaitwa Yakobo tena, kwa sababu alishavunja mbavu yake. Akamwambia, hutaitwa Yakobo tena, utaitwa Israeli. Haleluya! Kwa sababu umeshindana na malaika wa Mungu. Alibadilisha jina kwa uzuri baada ya kuomba, baada ya kumtambua Mungu. Nawe leo hii pia unaweza kubadilisha jina lako. Unaweza badilisha jina lako kwa uzuri ukishagundua wewe umeasi, umekataa kutii agizo la Mungu, na ukishatambua Mungu na umekutana na Yesu Kristo, umekuwa kiumbe kipya. Kwa hivyo inabidi ubadilishe jina. Haleluya! Hii ndio sababu Wakristo wanasema unaitwa jina ya Kikristo, kwa sababu wewe sasa ni Mkristo. Wewe sasa ni mtoto wa Mungu, hutendi dhambi tena. Kwa hivyo inabidi tubadilishe jina. Inabidi tujue majina yetu yana maana gani, na tukishatambua haya, tuweze kuwa watu wazuri, watu wanaomcha Mungu, watu wanaotembea na Mungu, watu ambayo wanafuata agizo la Mungu. Kwa hivyo tuweze kubadilisha majina yetu jinsi Yakobo alivyobadilisha jina lake. Haleluya! Ni muhimu sana. Kwa hivyo kuna mwingine alibadilisha jina katika Biblia ambaye tunamfahamu, anaitwa Sauli. Sauli alikuwa anatesa Wakristo. Alikuwa mtesaji wa Kristo. Hakupenda Yesu, hakupenda kazi ya Yesu, na popote Wakristo walipokuwa wakijifunza neno la Yesu, alikuwa anawatesa, kiasi kwamba alikuwa anawashika, anawakamata, anawapeleka gerezani, kwa sababu hakupenda injili ya Yesu. Siku moja Yesu akakutana na Paulo. Alikutana na Paulo alipokuwa akienda Dameski. Yesu akamwambia, Saulo, Saulo, mbona unanitesa? Saulo akajibu kwamba, wewe ni nani ninayemtesa? Akajibu akasema, mimi Yesu Kristo ambaye unanitesa. Na Biblia inatuambia baada ya kukutana Yesu, Paulo akawa kipovu na hangeweza kutembea. Sasa watu walimshika mkono, akapelekwa ili aweze kuombewa, na akaombewa na mtu anayeitwa Anania. Na Anania alipomuombea akaanza kuona. Baada ya hayo, Paulo akabadilisha jina, akabadili jina, kwa sababu alikutana na Yesu Kristo. Wewe pia leo hii kutana na Yesu Kristo. Ukikutana na Yesu Kristo, hautakuwa the same again. Utakuwa tofauti kabisa. Maisha yako yatakuwa tofauti. Utaanza kutembea na Yesu na utaanza kuhubiri neno la Yesu jinsi Paulo alivyohubiri neno la Yesu. Akaitwa Paulo badala ya Saulo.
kwa sababu zamani alikuwa anawatesa Wakristo, na baada ya kukutana na Yesu akaacha kutesa Wakristo, akaanza kutembea maisha akiwa na maisha mapya, akiwa na Yesu Kristo, na akabarikiwa, akahubiri neno la Mungu, akatumia hata mali zake kwa kuhubiri neno la Mungu. Nawe pia leo hii ujitoe, ubadilishe jina, badilisha tabia, anza mwendo mpya, tembea na Yesu Kristo, na Yesu Kristo atakubariki, na utashangaa, utapata mibaraka mingi. Mtu wa mwisho ambaye alibadilisha jina ni babu wetu Ibrahimu. Ibrahimu alibadilisha jina baada ya kufanya agano na Mungu. Ukisoma katika Mwanzo 17 ukianzia fungu la kwanza kuendelea, Ibrahimu alikutana na Yesu na Mungu, akafanya agano naye, na Mungu akamwambia, utakuwa baba wa mataifa, uzao wako itakuwa mingi kama mchanga wa baharini, kama nyota angani. Alibarikiwa, na Ibrahimu alipobarikiwa akaambiwa kwamba jina lako alitaitwa tena Abrahamu, litaitwa Ibrahimu. Ibrahimu, kwa kuwa nimekuweka uwe baba wa mataifa mengi. Hata sisi tunaweza badilishwa jina leo hii tukikutana na Yesu, tukitembea na Yesu, na Yesu atakubariki. Ni ombi langu kwamba mpendwa, ni ombi langu kwamba Mkristo, kwamba tuanze upya kwa kutembea na Yesu, na Yesu atubariki nyumba zetu, abariki familia zetu, tukitambua kwamba tuweze kutembea naye kuanzia sasa hadi Kristo atakaporudi. Asanteni na mbarikiwe. Eternal Father,